Na kundi la Women Empowerment Network imefungua vituo vya Vitanda 120 vya kuwapimia watu wenye akili tahira dhidi ya Korona. Zoezi rasmi la kuwapima lilianza hii leo katika chuo cha ufundi cha Mombasa au Kenya Coast Polytechnic, na baadhi ya wagonjwa waliochukuliwa mitaani. Na kama mwanahabari wetu wa ukanda wa Pwani Tobias Chanje anavyoarifu, hiki ni kituo cha kwanza nchini cha kupima watu wenye akili tahira. Tunakutana na baadhi ya watu 15 walio na akili tahira ambao ndio wamewasili na kwa sasa wanatayarishiwa kuchukuliwa sampuli. Wengine wao hata hawana ufahamu ikiwa wamo kwenye kituo cha afya. Na baada ya kunakili habari kwa usu, ni wakati wa kuwapima. Tuna hii shughuli ya kuwapima hawa ndugu zetu ambao wana akili tahira, na kwa sasa hivi idadi tulionao ni watu 15, watatu wakiwa wanawake na waliosalia wakiwa wanaume. Ni kubwa zaidi. Hata hichi kituo hakitoshi, kwa sababu hivi sasa Old Town yenyewe, wakati nimeleta hii namba ilikuwa bado, wengine nimeacha wengi, lakini kwa sababu tumeambiwa kwamba tulete kidogo ili waweze kuchukuliwa sample, ndio after 48 hours turudie. Kwa hivyo Old Town yenyewe ina zaidi ya 50 hivi ninavyokuambia, kabla hujaingia Kisauni constituency, Changamwe, Jomvu, Likoni. 15 hawa wamekusanywa kutoka mitaa ya Old Town na Mwembe tayari, huku miaka yao ikitofautiana. Huyu nyanya tukiambiwa kuwa amekuwa na akili tahiri tangu usichana wake. Kwa hivyo hii kwanza ni shtuko, kwa sababu haya maradhi yameenea vibaya sana, na kama mtoto wako ameathirika kiakili, vipi wewe unaweza kumwacha azurure na jioni aje nyumbani na humjui ameshika wapi ama ameshika nini? Kwa hivyo mimi nasema hii ni changamoto, watu wasijaribu kuwaficha kwa sasa, kusema kwamba mtoto wangu anaugua akili atachukuliwa. Mimi nasema ukiona mtoto wako hajarudi nyumbani na anaugua akili, tafadhali utucontact haraka sana, kwa sababu sisi tukimpata nje tutamchukua. Tukiconfirm anaugua akili tutamchukua. Viongozi hawa wanadai kuwa wagonjwa kama hawa wametengwa na jamii kwa muda mrefu, na kuwa wakati kama huu wa janga la Korona wanaweza kutumika katika usambazaji. Kwa hivyo tunaangalia holistically katika mambo yao ya kiafya. Kwanza tumeanza na hii COVID, tuangalie kwamba kweli hawana virusi vya COVID. Tukimaliza hii slot ya kwanza, tutaleta tena wengine tuwapime, yani watakuwa wanaenda kwa clusters. Sasa hii ni cluster ya kwanza, tutakuja baadaye tuweke cluster ya pili tuwapime, na iwapo kama tutapata mtu atakuwa positive, basi pia tumetenga chumba maalum ambao ni isolation, tutaangalia hapa tutawapeleka hospitali. Kuwa wao ndio threat kwa hivi sasa, kwa sababu hawa wamezoea kula kwenye mapipa ya restaurant, mabakisho yale yanayobakia kule wao utiliwa wakala. Lakini tangu hizi restaurant kwanza zifungwe, wao wamekuwa hawana riziki kabisa. Na la pili, kwamba wao wanazunguka usiku na mchana. Sasa imekuwa wanakwenda mpaka kwenye mapipa wanachakura wakitafuta chakula. Yale mapipa tunaona ndani yako na mask, yako na gloves watu wametupa. Kwa hivyo maisha yake yanazidi kuwa katika hali ya hatari. Wakati huo Amina ameitaka serikali ya kitaifa na zile za kaunti kubuni mikakati ya kuwashughulikia walemavu wa akili na jinsi watakavyosaidiwa. Tobias Chanje, KTN News, kaunti ya Mombasa. Hatua nzuri sana ambayo imechukuliwa hapo na wale wanadada katika kaunti ya Mombasa. Na